So Dr. mpenzi mtazamaji wa KISII FM Digital, vile msikilizaji wa KISII FM Radio, jinsi nilivyokuwa nimekuambia awali, bado tuko katika shule ya upili ya KISII ambapo wakulima wanapata mafunzo jinsi watakavyojiendeleza katika ufugaji. Na hapa basi tuko na mwanadada mmoja ambaye tutuambia jina lake na kile ambacho amesimamia ili kuweza kuwapa hawa wakulima elimu kujiendeleza katika maisha na kupata mapato tu mazuri kutoka na ufugaji. Karibu sana. Kwa majina unaitwa nani? Asante. Kwa majina naitwa Melvin Ochieng, nafanya na kampuni ya OCP Africa. Naam, Mary, Melvin umesema kwamba unafanya na OCP Africa. Labda kwa kutuambia tu kwa yule mkulima ambaye hajui OCP ni nini, labda unaweza ukamwambia inamaanisha nini? OCP ni kampuni ambayo imebobea kwenye utengenezaji wa mbolea, haswa mbolea ya kupanda, na ni kampuni ambayo inatoka Morocco, na tuko hapa kwa minajili ya wakulima wetu. Naam, asante sana. Na labda Melvin kueleza ama kutuambia wakulima wameweza kukuja na je, katika mafunzo ambayo wameweza kuwapatia wamechukulia vipi? Wamekubali kwamba OCP ndilo solution ama umesema namna gani? Kwa kweli wamefurahia zaidi. Kama vile nilivyosema, tumebobea kwenye utengenezaji wa mbolea, na zaidi ya kutengeneza na kuuza mbolea kuna mradi wa kadha ambao tunafanya, kama vile unavyoona hii truck ambayo iko nyuma, inaitwa mobile soil testing, na hii ndio imetuleta hapa. Hii ni mradi ya upimaji wa udongo, na kama vile tumekuwa hapa KISII tangia Jumatatu, tumekuwa na huu mradi ambao tunashirikiana na kaunti ya KISII pamoja na USAID na Kenya Crops and Dairy Market System pamoja na Enochem, ili tuweze kusaidia wakulima wajue hali ya ile mchanga yao. Ndio maana tumekuja hapa ili tuweze kuelimisha wakulima waweze wakajua zaidi jinsi ya kulinda ile mchanga yao, ili wakaweze wakapata production bora na waweze wakapata fedha mifukoni mwao. Wow, naam. Labda kwa mkutasari kidogo, mkulima ambaye hajapata kufika katika shule ya upili ya KISII, ni solution gani ile anaweza akafanya ili udongo wake uweze ukawa wa manufaa, jinsi labda akiwa anapanda pale kama ni mahindi ama maharagwe, labda kidogo unaweza pata udongo wake uko na acid, labda ni jambo lipi ambalo anaweza akafanya ili kudhibiti hiyo acid katika udongo? Cha kwanza ambacho tunaambia wakulima ni kutumia ile chokai ambayo inaitwa agricultural lime. Hiyo inasaidia kupunguza yale makali kwenye mchanga. Ikishapunguza yale makali, inarudi kwenye pH wastani ambayo crops zinafanya vizuri kwenye hiyo pH. Labda ya pili ambayo tunapenda kupendekezea wakulima waweze wakafanya ni ile kutumia manyua kwenye udongo wao. Manyua ina manufaa zaidi kwenye mchanga. Wakishavuna mahindi, waache ile stock pale ili iweze kurudisha yale madini kwenye mchanga. Kwa hiyo wakikuwa na practices kama hizi inasaidia udongo. Ya tatu ni pia ile crop rotation, kwa sababu ile continuous cropping ina mine madini kwenye mchanga. Kwa hiyo kama mkulima amepanda mahindi leo, anaweza kabadilisha na crop nyingine the next season, ama anaweza fanya intercropping. Kama vile wakazi wa huku KISII na Nyanza wanapenda kulima mahindi na maragwe, ni nzuri pia, hiyo inasaidia udongo. Ama anaweza fanya relay cropping, wakati ile mahindi yako karibu kutoa, amepanda na nyingine. Kwa hiyo hizi practices zinasaidia ile kuboresha ile mchanga. Naam. Labda ni wakati upi mwafaka wa kupima udongo? Ni msimu wa jua ama msimu wa mvua? Wakati mzuri wa kupima udongo ni sio wakati wa mvua, kwa sababu ile uchongo itakuwa na unyevu. Kwa hiyo wakati mtu ameshavuna ile kipindi ambapo umeacha shamba ikapumzika, imekauka, ndio tunachukua udongo alafu unapeleka uweze ukapimiwa. Unaweza sema mwezi mmoja kabla hujaenda kupanda. Na labda kumalizia Melvin, kama mkulima anataka kupima udongo na hakupata nafasi kutoka siku ya jana juzi hivyo na hadi leo wa kuweza kufika katika shule ya upili ya KISII, labda kuanzia kesho na siku ambazo ziko usoni, anaweza kuja wapi ili kuweza kupima udongo? Asante. Kwa sasa hivi mradi ambao nimeutaja hapo awali inaendelea mpaka mwisho wa mwezi. Kwa hiyo wale partners ambao nilikuwa nimewataja
Enokem ndio msimamizi wa huu mradi hapa KISII. Kwa hiyo wakulima, naomba mjitokeze kwa wingi, mfikie pale Enokem. Kuna technicians ambao wanapatikana kila sehemu ya KISII county, sub county zote. Ukifika kwa kituo cha Enokem au kwenye county, useme unahitaji kupimiwa huu mchanga, utasaidiwa. Wataweza kuchukua mchanga wako, wakapima na wakakusaidia na recommendation na ile mafunzo ya kujua jinsi ya kutunza huo mchanga zaidi. Kwa hiyo bado mradi unaendelea mpaka mwisho wa mwezi. Kama hujaweza kufikia hapa KISII High School, bado kuna opportunity. Kwa hiyo naimiza kila mmoja hapo nyumbani uweze ukachukua hiyo fursa ukaweze kupata elimu. Naam, asante sana Melville kwa kuongea na sisi, na bila shaka tuko na matumaini kwamba wakulima wameweza kupata ujumbe na wataweza kupata manufaa baadaye. Asante sana mpenzi mtazamaji wa KISII FM Digital, jinsi tumeweza kuzungumza na huyu mwanadada Melville kutoka OCP, ambapo wanaweza kupima udongo ili kuweza kufanikisha kwamba wakulima wanapata faida. Kuna haja mzuri sana ya kupima udongo kama ni mkulima, ili kuweza kupata kujua labda kama udongo wako uko na acid, ili angalau ujue ni jambo lipi ambalo unaweza ukafanya ili kidogo kuweza kujua labda ni hatua gani unaweza piga ili kuweza kuimarisha udongo wako. Kabla sijaweza kuondoka, pia kuna mvulana hapa atatuambia jina lake na department ambayo amesimamia, na katika hii siku ya leo shughuli nzima mambo imekuwa vipi. Karibu sana. Kwa majina unaitwa nani? Asante. Kwa majina ni Derek Churchill. Natoka kampuni ya OCP. OCP ni kampuni ya mbolea. Tunatengeneza mbolea kutoka Morocco kisha tunauza, na sana sana tunashughulika na mbolea kupanda. Leo tuko hapa KISII kwa Farmers Field Day. Tunawafunza kuhusu mbolea na pia umuhimu wa kupima mchanga. Tuko na program ambayo tumepatana na county, USAID na distributor ambaye anaitwa Enokem. Na tumekuwa tukifanya mpango wa kupimia mchanga wakulima wa KISII, hasa tukizingatia mambo ya acidity. Tunataka kupima pH, tujue KISII pH iko aje, tuone vile ambavyo tutaweza kurekebisha mambo ya acidity through kuweka lime, the correct use of fertilizers, tukiwahimiza wafanye ukulima ambao ni sustainable. Sustainability is key to OCP, kwa sababu tunataka wakulima waweze kulima kwa vizazi ambazo zinakuja, shamba zetu zitulishe kwa miaka ambazo ni mingi. Yes. Naam, asante sana. Labda mmesema kwamba mwezi wa 8 mzima mtakuwa bado mnaendelea kupima udongo. Ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo katika hii shughuli mzima? Tumekuwa na changamoto kadhaa. Sana sana wakulima wengi hawajui umuhimu wa kupima mchanga. Kuna wakulima ambao hata wanakuuliza utatulipa ndio upime mchanga, kwa sababu hawaelewi mchanga mbona ipimwe. So wakulima wanafaa kuwa na awareness ya kuwa mchanga ni kama mwanadamu, kunafaa kuwa na check up. Mkulima anafaa kupima mchanga wake every 2-3 years, ajue mchanga yake status yake iko vipi, ndio aweze kujua anafaa ongeza nini shamba ifanye better. Acidity imekuwa hindrance kwa mazao, so ni muhimu sana wakulima kupima mchanga, wajue pH yao, wafanye liming na waweze kuacquire the right inputs ya kuimprove their yields. Yes. Asante sana. Na labda kuna mkulima ambaye hajaweza kufaulu kufika katika shule ya upili ya KISII, ambapo kuna maonyesho na kuweza kujulishwa jinsi ya kupima udongo. Labda ni manufaa yapi? Kuna mkulima pale atajiuliza, nitapata manufaa gani nikiweza kupima udongo wangu? Labda unaweza kumwelezea kidogo tu, labda ni manufaa yapi ambaye ataweza kupata? Kupima mchanga, kitu ya kwanza itakuhakikisha unapunguza gharama yako ya mbolea ama ya inputs. Unapopima mchanga tutaweza kueleza utahitaji lime kiasi gani, utahitaji manure kiasi gani. Na hizo vitu mbili zitahakikisha fertilizer ambayo unatumia inatumika efficiently, ama kwa kiwango, ama kwa njia ambayo inahitajika, ndio kusikuwa na losses ya fertilizer. Hiyo itamaanisha kuwa unapopanda unatumia mbolea ile tu kiwango inahitajika, kuna excesses na kuna losses katika utumizi wako wa fertilizer. Kitu ya pili ni pia inatengeneza mchanga. Mchanga wako iko very fertile na unapata chakula ambayo ni quality iko juu, si tu quantity, pia quality iko juu. Yes.
Naam, asante sana kwa kuzungumza nami na nafikiri basi wakulima wote ambao wameweza kufika hapa na wale ambao kuweza kufika lakini watatazama hii video basi wataweza kupata manufaa mingi. Asante sana mpenzi mtazamaji wa KISII FM Digital, vile vile msikilizaji wa KISII FM Radio. Hapo basi ndipo natamatisha hafla hii katika siku ya leo kutoka hapa uga wa shule ya upili ya KISII. Mimi naitwa Bivon Omari.